Ungekuwa unajua hii vita nimeibeba mimi. Na usipofanikisha kazi hii, vitimbwi mauza wasi roju. Siku zote malipo ya damu ya dhambi ulipo kwa dhambi, ila awamu hii naona dhambi yake ni kubwa sana. Ninajua nahitaji black chain na sijajua ni kwa nini umekataa ofa yangu. Nimekuambia niletee kichwa cha bosi wako, lakini umenikaidi. Sasa hiyo black chain unayohitaji utaipata ukiwa marehemu. Kila kitu kina mwanzo pia kina mwisho, na kila chanzo kina faida yake. Kwa sasa ninahitaji black chain tu, na najua uko nayo. Nadhani umenielewa. Huwa sipendi kelele na watoto wadogo. Unatamani kuishi na najua unahitaji kuishi. Nitakuacha wewe ili umpelekee bosi wako salamu na ajue kuwa mwili wa Flora Naomi, na muda sio mrefu nitakwenda kufufua na kupata kile ninachohitaji. Kumbuka, nimekuacha salama ili urudishe taarifa na si vinginevyo. Makini binadamu. Afadhali nimekutana na wewe, maana nilikuwa nakuja kwenu kukuuliza kuhusu kupotea kwa Flora. Unajua chochote kuhusu hilo? Mimi mwenyewe mpaka sasa sielewi chochote kuhusu Flora, maana kakako na Abu walikuja kuniulizia kuhusu Flora, ila sijui chochote mdogo wangu, na ningekuwa nafahamu mimi ningekwambia, ila nipo kwenye giza kama wewe mdogo wangu, na sijajua kwa nini hili jambo limeingia kwenye maisha yangu ghafla, na sielewi mdogo wangu. Na hiyo ni hatari zaidi. Endapo hawataweza kumpata mapema, mambo yanaweza kuwa mabaya kuliko wanavyodhania wao. Ndio, lakini ni kumwomba tu Mungu, maana hatujui huko alipo anaendeleaje au kapata shida gani. Kwa ni kumwomba tu Mungu na tuweke ushirikiano kama ndugu. Si unajua sisi ni ndugu kama yeye, kwa tunabidi tumuombee na tujitahidi kushirikiana na kaka yake. Unajua wapo wawili, wamebaki wawili nyumbani kwao, kwa tunabidi tumsaidie. Kaka yake alipo pale anaumia. Ni kweli kabisa, hatuna cha kufanya kwa sasa, maana hata kaka amevurugwa sana nyumbani, hatulii muda wote, yani ana mawazo sana hata akirudi nyumbani. Hivyo hatuna la kufanya zaidi ya kumwombea kwa Mungu afanikiwe kumpata, ingawa itakuwa vigumu. Ndugu wangu, hebu tuyaache hayo, maana kwa sasa sielewi. Yaani akili yangu imechanganyikiwa kabisa. Siku nyingine tukikutana tunaweza tukayazungumzia, ila kwa sasa sielewi. Kichwa changu hakiko sawa. Unaelewa ndugu wangu? Sawa dada, mimi nimekuelewa, na wewe pia jiangalie. Sawa, mimi nakutakia mchana mwema. Kiongozi, naona jazi inaenda kuzaa, maana mwili pamoja na black chain anavyo ile kiumbe, na amesema hivi karibuni ataenda kufufua ule mwili na kujua mzigo mahali ulipo. Hizo taarifa ninazo hata kabla hujaja hapa wewe. Na ule mwili alionao yeye, ule sio mwili, bali kile ni kimvuli. Sasa nisikilize kijana wangu, naomba tuhakikishe tuipate ile black chain. Unanielewa? Ndio kiongozi.
Nimekuelewa. Lakini umesema ule mwili alionao sio mwili. Huo mwili uko wapi? Hapo sasa tutakapofanikisha kuipata ile black chain, ndipo nitakapokuelekeza mwili uko wapi. Umenielewa mpaka hapo? Ndio, nimekuelewa kiongozi. Nitahakikisha nakuletea hiyo black chain. Japo najua sio rahisi, ila nitatumia njia yoyote ile nihakikishe black chain inarudi kwenye mikono yako. Sawa. Mimi nitashukuru sana endapo kuifanya kazi yangu kwa ukamilifu mzuri sana, maana nimechukua muda mwingi sana. Yule kiumbe amenitesa sana, ameniwazisha sana. Ninahitaji hili game nilikamilishe. Na kingine tu, yule bado ni mtoto mdogo sana. Nina uwezo wa kufanya kitu chochote, na ndio maana nakutuma na ninakupa maelekezo. Utakuwa umenielewa mpaka hapa? Sawa kiongozi, nimekuelewa. Nitatumia njia yoyote ili nikuletee black chain. Sawa. Kufa, kupotea, kufufuka, makini binadamu wanaita. Mpaka sasa nashindwa kukuelewa, upo katika upande gani na upo katika njia gani? Kwa nini unafanya hivi kweli? Hivi wewe nikwambia mara ngapi kwamba kuhusu hilo swala lako halitowezekana? Alafu isitoshe na mambo mengi sana kufanya. Hivi kwa nini unakuwa mgumu kuelewa? Nilishakwambia sana kwamba siwezi kuchanganya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwa hivyo basi fanya unavyofanya. Mimi siwezi kufanya hilo swala lako. Kwani kufuatilia ni vibaya? Mbona ni kawaida tu kama watu wengine. Nimekufuata wewe afu unanijibu majibu ambayo hayaeleweki. Kwani mwanamke hivi ulizaliwa siku gani? Eti mwanamke gani ambaye unakuwa uelewi? Una kichwa kigumu kama mgumu? Eti nimekwambia hivi, achana na mimi. Na sisi tutakuwa shanielewa. Sheni nyeusi, sheni ajabu, sheni naleta na bala. Bwana, tumekutana na nina uhakika wewe ndio chanzo cha mdogo wangu kupotea, na leo nataka unieleze mdogo wangu uko wapi. Nilijua tutakutana. Nilijua tu kwamba utanitafuta. Sasa nisikilize kijana. Si unahitaji kumpata mdogo wako? Ndio. Kuna kazi yangu nahitaji unifanyie. Na hiyo kazi ukiifanya vizuri, mdogo wako utampata tu. Na hiyo kazi nahitaji uifanye ndani ya masaa 24. Umenielewa? Unaweza kaniambia ni kazi gani hiyo? Kazi hiyo ni rahisi sana na sio ngumu tu, na hiyo kazi nahitaji ikamilike ndani ya masaa 24. Ukikamilisha kazi yangu, basi utampata mdogo wako kwa masharti. Umenielewa mpaka hapo? Sawa, kazi yako nitaifanya, ila ukinidanganya ungekuwa unajua hii vita nimeibeba mimi, na usipofanikisha kazi hii,
siku vitimbwi mauza wasiwasi rojuyu kufua kupotea kufufuka. Nimejaribu kila njia, ndugu yake amekuwa mgumu sana kunielewa, ila na imani atakuja kunielewa baadaye. Ni kweli kwa sasa ana mambo mengi sana anamsumbua kichwa, na isitoshe sasa hivi wanafuatilia kuhusu kupotea kwa Flora. Jaribu kuwa na amani, pia uwe na subira, atakuelewa tu. Sawa, ngoja nigojee mpaka siku atakapokuwa sawa, ila ndugu yako ni mgumu sana, hataka hata kunielewa mimi namaanisha nini. Sio ngumu, mpe muda tu, kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu sana. Wakati gani? Kama unavyojua si Flora amepotea, kwa hiyo hapo kwenye harakati za kumtafuta kwa sasa. Wasiwasi rojuyu kufua kupotea kufufuka makini. Unajua ni mwanangu, hapo napoona tumetoka msimu kumtafuta Flora na tujampata, na sijui atakuwa ameenda wapi, maana hapa vitu vyetu vishachanganyikiwa na tujue tunafanya nini. Sasa sijui, labda utupe mawazo tujue tunafanya nini. Unajua ni mwanangu, unajua hili swala limekuwa sio la kawaida sana. Unaona sababu ni kutokana na ile cheni. Hata ile cheni sio ya kawaida. Umeona? Kwa sababu yani imekuwa inaleta mambo ya kimazingara sana. Unaona? Mazingara tu. Kwa sababu gani unajua? Hata upoteaji wake ule. Hii ni kutatanisha. Sio wa kawaida. Kwani cheni na nini? Embu, naomba unielekeze kuhusu hiyo cheni. Imekuwaje yani? Maana watu wanazungumzia sana, afa wanazungumzia kwa matukio ya kutisha sana. Yaani ujue mwanangu. Ile cheni ile pale. Kiufupi niseme ni ya kichawi. Umeona? Kwa sababu yani Flora alipotea, amepotea kimazingara sana. Kapotea kiuchawi. Umeona? Kwa hiyo niseme tu labda kuhusu hapo. Changamoto. Wasiwasi rojuyu kufua kupotea kufufuka makini bina